imeingia robo finali 5. Pesa ya kutosha inaingizwa kwenye akaunti ya nani? Hii 49% Mo kapewa na nani? Kwa nini wanachama tunakatazwa kupewa share? Mpaka leo hakuna mwanachama hata moja mwenye share. Nia na madhumuni ya mwenyekiti kumweka pale ni kwamba kila tawi liwe na nguvu na kila tawi lishirikishwe ili ijulikane tuna wanachama wangapi dunia, yani Tanzania nzima na dunia. Leo hii inashindikana kwa sababu ya nini? Bodi. Haiwezekani Magoli aanze kushindana mwenyekiti wake. Mangungu ana uwezo wa kusema hivi, nimevunja bodi na unda bodi. Anataka kumteua tawi. Mo, mimi nachosema hata kombe la Afrika Mashariki na Kati, wakati kombe lile la kafu Abiola, tumeshindwa kwa sababu ya ukoo wa kina Deuji. Tumedhalilika kwa sababu ya kina Kasim. Tumedhalilika. Leo timu ya wanawake anampa mdada wake, timu ya wakubwa anachukua yeye. Hiyo hela inaenda kwa nani? Je, kila nembo hii unaiona hii ya Mo inatakiwa ilipwe Simba? Je, toka tumeanza kuvaa hizi jezi akaunti hiyo inaingizwa kwa nani? Karibu mwana michezo, habari. Natumaini uko salama na unaendelea vizuri. Ikiwa ni kipindi ambacho wana Simba ni kama wapo kwenye kipindi cha majonzi, kuomboleza kwa sababu wamekutwa na msiba mzito. Na sio msiba mwingine, ni baada ya kufungwa na Yanga mara 5 mfululizo. Anashindwa kutamba mbele ya Yanga. Na sijui nini inasababishwa, na tuko na Malaika. Malaika vipi kaka? Yanga Afrika kwanza wameanzia pale walipoishia. Wameanzia pale walipoishia. Kwamba sasa hivi watu wa Simba kufungwa na Yanga Afrika hatuwezi kuumia sana kwa sababu tumeshazoea. Yaani mwana Simba yote yule kwamba useme eti tunaumia sana ni hapana. Kwa sababu tunajua tunapokutana na Yanga Afrika tuna asilimia chache sana sisi Simba kuibuka kuwa washindi. Asilimia chache sana. Sana. Sio kidogo, ni sana. Maana kwamba ukijumlisha total hapa ametupiga ndani ya misimu 7 katupiga mara 7. Sumandulia. Kwa hiyo kama ametupiga mara 7, yeye miongoni mwa timu ambayo Yanga Afrika akiamshwa usingizini akiambiwa kucheza na Simba au kucheza na Azam, anachagua kucheza na nani? Na Simba. Simba leo hii ni maajabu ya Musa, tumekuwa ni underdog kwa Yanga Afrika. Ni aibu kubwa sana. Usione tunazungumza tu lakini tuna maumivu. Lakini shida yake ni moja, kuna watu wengine hawana hata maumivu. Wako baridi wametulia tu. Unahisi inatokana na nini ya kutomfunga mtani wako kila mara mkikutana mnakuwa mnahangaika sana? Unahisi shida ni nini? Shida ni viongozi au ndani ya uwanja ndio kuna tatizo? Ndani ya uwanja kuna tatizo. Tatizo lipo ndani ya nyumba. Ndani ya nyumba baba akizungumza lugha yake, mama akazungumza lugha yake, maana yake nini? Hiyo nyumba haiwezi kuwa na neema ya Mungu. Hapo nazungumzia viongozi. Watoto hawezi kuwa sawa. Hiyo nazungumzia uongozi. Uongozi wa Simba umegawanyika katika engo 3. Engo ya kwanza upande wa Simba Sports Club. Engo ya pili upande wa mwekezaji. Yaani mwekezaji na uongozi wa Simba hawaelewani. Lakini pia upande wa influencers ambao ni mashabiki wa Simba wenyewe ambao ni maarufu, ukijumuisha kama mimi na pia hatuelewani. Yote inasababisha na uongozi ambao tuliokuwa nao katika klabu ya Simba Sports Club. Ni kwamba uongozi una matabaka na kuna makundi ndani yake. Na hii ndiyo inayosababisha. Wewe mwandishi kidogo unaonekana una umri mdogo lakini unaonekana kama una D2. Sababu kubwa, na hii sababu watu wengi watakuzungumzia, ila sababu ya Simba kuendelea kufanya vibaya mbele ya Yanga Afrika, na sio Yanga tu, kufanya vibaya misimu yote 5, ni kwa sababu ya uongozi mbovu tuliokuwa nao ni klabu ya Simba. Hiyo tukubali tukatae. Simba kama uongozi uko sahihi, mtoto yani kwamba wewe baba uko ndani humo jirani yako anakuja kumchukua mke wako ndani, anaondoka naye, wewe mwenye nyumba hujui, wewe uko sawa kweli? Selemani Mwalimu. Mwalimu wamefanya mazoezi jioni, wamekuwa naye dina, wanaenda kulala hotelini, Mwalimu yuko wapi? Yuko Yanga. Hebu niambie maana yake nini? Kwamba uongozi wa Simba Sports Club ndio wenye tatizo. Kwa hiyo wachezaji wale tunawapa mzigo wa mavi tu, lakini wala wana shida. Wapo wachezaji ambao hawakizi vigezo, na hiyo kwa sababu uongozi. Lakini Malaika, tuliona viongozi walikuja juu na kusema kwamba kila kitu kimeisha na wamekaa kikao ambacho wamemaliza tofauti zao. Uone kama ni
tayari washamalizana kila kitu. Mchezo wa Simba unaofanya mchezo wa mwekezaji na mchezo wa Simba Sports Club wanacheza mchezo wa angaisha bwege, mchezo wa kitoto. Ni kitu ambacho waelewe Gen Z, sisi ambao tumesoma sasa hivi tuna akili kweli yani, sawa. Kwa hiyo sisi tunawachola tu, na ndio maana tunaamua kuambia kwamba hakuna cha maelewano wala cha makubaliano. Mgogoro wa Simba Sports Club wa uongozi ndio kwanza, kadiri ya siku unavyozidi kwenda ndio unaongezeka. Na mimi nawaambia waandishi wa habari, mgogoro huu viongozi wasipomaliza tofauti zao, kama ile kauli aliyosema Mo Dewji, hayupo kwa ajili ya watu watatu, yupo kwa ajili ya Simba Sports Club. Na amesema vile yule ni trilionea. Kuna wakati watu wengine tukiongea tujiangalie, yule ni trilionea, serikali yenyewe inamtegemea. Tumeelewa? Amesema yupo kwa ajili ya Simba, na mimi namtambua Mo, ameanza kuisaidia Simba sio leo na sio juzi na sio mwaka juzi. Naanza kumsikia Mo anaisaidia Simba toka mwaka 2000. Miaka mingapi mpaka sasa hivi? Umri wa mtu huo. Lakini watu hawaelewi. Simba wakati nafanya vizuri, mwekezaji wao ndio Mo yupo. Tunachukua kombe mara 4 mfululizo. Anatoa kwenye nafasi ya 27 tulikuwa barani Afrika hadi kuwa nafasi ya 5 bora. Huyo Mo Dewji. Lakini leo hii mgawanyiko, wengine kwa Mo atoe hela. Unataka kusema Mo kwa Simba ana tatizo lolote, lakini walioko nyuma yake ndo shida, watendaji wake wa kazi. Ndugu yangu, mimi kidogo mwanasiasa, kwa mifumo ya kiutawala ninaielewa vizuri. Najua jukumu la mwenyekiti, najua jukumu la katibu, najua jukumu la wajumbe. Najua mwenyekiti ndiyo mbeba maono wa hiyo taasisi. Mwenyekiti sumuni nzuri ya mwenyekiti Mangungu ndiyo mbeba maono, ndiyo mbeba nembo ya Simba. Ilipo Simba halipo Mangungu. Simba ikiwa inateketea, anayesababisha kuteketea ni mwenyekiti. Maki mwenyekiti ameshindwa kuisimamisha kuwa juu hiyo taasisi. Kiutaratibu ingekuwa taasisi nyingine, ingekuwa wanachama wa Simba wale wazee wale wangekuwa kweli wana mapenzi ya dhati ya Simba yao, wallahi na kuhakikisha kabisa mpaka dakika hii wangekuwa wanachama maandamano wamemkana Mangungu. Kwa sababu hata siku moja Mangungu hajawahi kusimama kuitisha mkutano na chama na kusema mbele ya chama, jamani, mimi sio mimi. Anayesababisha tusipate maendeleo kwenye klabu yetu ya Simba ni huyu mwekezaji. Aseme kwa evidence, kuna 1, kuna 2, kuna 3 mpaka 5. Aulize pale, ni sawa? Lakini haya yote, mkutano wa tarehe 30 mwezi wa 12 mwaka jana, nilijua kwamba itakuwa ni solution. Mwisho siku amekimbilia chooni. Sasa watu wengine wanasema kwamba Mangungu hana hatia. Hana hatia. Watu wasiongee tu kwa sababu ya uchawa. Tatizo kubwa mashabiki wa Simba wengi mkoa chawa. Atupo kwa ajili ya Simba yetu. Lakini Maraika, tulishuhudia kauli ya mwenyekiti akisema kwamba hata kwenye masuala ya usajili hahusiki na chochote, awekewi hela, wanaohusika ni watu wengine, lakini siku ikija mzigo anaangushiwa yeye. Uone kama mnambebesha mzigo ambaye hahusiki kabisa. Mimi namuomba mwenyekiti, kama hiyo katiba ya Simba mimi naijua, sawa, asimame siku anituwe mimi na yeye bato hivi, sawa, anifunulia niambie kwamba kupitia katiba ya Simba na cheo chake cha mwenyekiti kinaweza kikafanyika jambo kupitia taasisi ya Simba bila yeye kuidhinisha. Siumehudhuria. Katiba ya Simba ina wenye vitu wawili, lakini mwenyekiti Magoli aenda mtafuta mchezaji, akimwona Mo hawezi kutoa pesa, lazima taarifa apewe mwenyekiti mwenye klabu yake ambaye ni muidhinishaji wa kila kitu. Yeye ndiye anatia saini kusema huye ni sawa. Akichelewa kutia saini ndio anasema ni mwalimu wake. Akichelewa kutia saini ndio yale ya Okelo. Manake nini? Huyu mwenyekiti yupo katika mipango ya kuiangamiza Simba blaza. Mwenyekiti kimwangalia mwenyekiti hajawahi kuvaa jezi, maskini Mungu ya Rabbi. Sijajua ana mwiko gani. Wewe ni Simba mwenzangu. Mzuri tu mkereketwa.
Sisi Simba tukiona kinachoivuruga ile timu kinachoivuruga, haiwezekani. Zangu ungeongea kwa nguvu kidogo, angalau watu wangu wapate faida. Haiwezekani klabu kama Simba toka tumeanza milele na milele haijawahi kutokea mwenyekiti awe na sauti ya chini, bodi iwe na sauti ya juu. Kitu kinachoharibu kama alivyosema bwana mdogo, chawa wa Simba ndio wanaharibu management. Kwa nini nasema hivyo? Kisheria, kiutaratibu, ratiba yote kama alivyosema bwana mdogo, wa kutunga pale nani aondoke nani akae ni mwenyekiti Mangungu. Sasa Mangungu kaja kamezwa na bodi. Bodi inateuliwa kila siku na mfadhili wetu. Leo mlete Mkwambi, leo mlete Magoli, leo mlete nani. Kinachotakiwa kama alivyosema huyu, laiti Mo angeshikana na mwenyekiti Mangungu, klabu ingenyoka. Mwitisha mkutano akiwa tofauti na wanachama. Leo hii Simba, niambie ni mkutano gani wanachama wamekuwa na sauti ya kuongea? Tunaambiwa bodi, tunaandaliwa chakula. Jamani, chakula karibu kinapoa, watu wanakimbilia chakula, wanaacha mkutano. Kwa hiyo ninachosema hivi, mimi nalaumu Simba kuendeshwa na bodi. Simba ilitakiwa iendeshwe na wanachama na mwenyekiti wao. Aslani kama sasa hivi leo rais wa nchi aje aendeshwe na katibu mkuu wa CCM. Hicho kitu duniani hakipo. Rais ana pawa yake, makamu wa rais ana pawa yake. Kwa hiyo udhaifu kama alivyosema huyu, udhaifu unapotokea kwenye uongozi ndio hata mende anatawala. Yes. Unakubaliana nalo hilo kabisa. Leo hii tuna Simba imeingia robo finali 5. Pesa ya kutosha inaingizwa kwenye akaunti ya nani? Hii 49% Mo kapewa na nani? Kwa nini wanachama tunakatazwa kupewa share? Mpaka leo hakuna mwanachama hata moja mwenye share. Nia na madhumuni ya mwenyekiti kumweka pale ni kwamba kila tawi liwe na nguvu na kila tawi lishirikishwe ili ijulikane tuna wanachama wangapi dunia, yani Tanzania nzima na dunia. Leo hii inashindikana kwa sababu ya nini? Bodi. Haiwezekani Magoli aanze kushindana mwenyekiti wake. Mangungu ana uwezo wa kusema hivi, nimevunja bodi na unda bodi. Anataka kumteua tawi. Mo, mimi nachosema, hata kombe la Afrika Mashariki na Kati, wakati kombe lile la kafu Abiola, tumeshindwa kwa sababu ya ukoo wa kina Deuji. Tumedhalilika kwa sababu ya kina Kasim. Tumedhalilika. Leo timu ya wanawake anampa mdada yake, timu ya wakubwa anachukua yeye. Hiyo hela inaenda kwa nani? Je, kila nembo hii unaiona hii Jamo inatakiwa ilipwe Simba. Je, toka tumeanza kuvaa hizi jezi akaunti hiyo inaingizwa kwa nani? Hakuna. Ina maana sasa Simba wakiamua, tunaomba toka tumeanza kuvaa hizi jezi tuonyeshe akaunti ya pesa yake iko wapi. Yeye anasema ameingiza milioni 80 kwa kutumia mlango gani na akaunti gani ya Simba? Hakuna. Ukweli ni kwamba Simba mpaka sasa Mangungu wamemweka kama bendera. Mangungu hawajampa nafasi ya kutumia nafasi yake. Ndio maana unakuta kila siku bodi. Sasa hivi sisi tunakufa Simba kwa sababu ya bodi. Lazima tunakufa sababu ya bodi. Bodi inatuua. Magoli ni nani kwenye klabu ya Simba? Magoli yuko kwenye bodi, sawa, ni mwenyekiti, lakini mwenyekiti anachaguliwa, hiyo bodi inachaguliwa na wanachama au bodi mwenyekiti ambaye amekabidhiwa na yeye ndio anatakiwa achague bodi ya kuendesha klabu. Leo hii hawa hawajulikani. Ukienda kwa Simba mlinzi hajulikani wa nani. Hata kama wanatoka kwenye bodi, je, itakuwa Simba kweli hiyo? Kwa Mangungu hana sei ya kwanza kwenye mfuko wake, anatembea hana senti 5. Anaishi kwa kudra ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mimi nasema hivi, Jeruti sasa hivi wanafanya fujo, yule bwana aondoke. Kaonyesha mfano wa jezi, kaonyesha mfano wa basi. Kaonyesha mfano wa kuleta wachezaji. Leo hii tunang'ang'ana. Siku ile tuko kwenye kikao inasomwa nini? Katiba ya Simba. Unasikia wako Mo, why? Simba inateketea kwa sababu ya Mo, lazima tuelezane ukweli. Hakuna mtu anayekula kwa Mo hapa. Hakuna. Tusimlaumu Mangungu, bodi ya kulaumiwa. Kwa nini siku ile yeye kama wewe ni tajiri, utachukuaje jedwali unaanza kusoma kabla ya mwenyekiti? Mwenyekiti ndio alitakiwa karibishe watu. Leo hii Mama Samia akija, waziri mkuu anaweza karibisha wageni wa nje? Haiwezekani. Mama ndio anakaribisha. Ndio. Kwa klabu ya Simba inapofukia kwenye nani? Bodi.
Sasa umemsikia mzee kwanza? Umemsikia mzee kwanza? Mimi mpaka nazeeka. Mimi nilikuwa natoa mafuta mpaka tengi pipa zima kupeleka timu Tanga. Nimekaa mimi na Maremba Mchawi hatujafungwa hata mechi. Mimi ndio niliyemdhamini na ndio hesabu na ndio nilienda kumtomoa nani Red Star. Simba ilifanya vizuri. Lakini hawa kina Deuji walituangusha, kombe likaondoka mbele ya Rais Mwinyi. Mpaka anasema jamani, muingizeni Lunyamira. Au mmesahau hiyo? Yes. Tusikae tunadanganyana bwana. Chawa wa Simba wanaharibu timu. Yes. Wanakimbilia bodi. Asalamu alaykum. Yana ngoja. Mmemsikia kwanza mzee chongea. Na ndio maana mimi nimesema kwamba palipofikia Mangungu kama mwenyekiti aliochaguliwa na wanachama, sawa, ili kuweza kuinusuru klabu ya Simba, anapaswa yeye avae ule mwenyekiti wake kabisa. Good. Sawa. Avae mwenyekiti wake, aitishe mkutano wa dharura wa wanachama. Alafu aeleze mambo hadharani. Kama kweli yeye mwenyekiti Mangungu hausikili katika jambo. Waitwa polisi walinde. Yaani hilo tu basi. Yule anayeafiki mo ambacho mnakiomba wana Simba. Yaani hicho mimi hapa na mzee wangu hapa na watu wengine wa Fasonga ambao wanasikiliza, tunachokihitaji mimi kwamba ili kuondoa mzizi wa fitina, kuondoa makandokonde yote, mwenyekiti yeye hawezi kumuondoa Mangungu. Mangungu tunamuondoa sisi wanachama. Very good. Kwa hiyo mwenyekiti Mangungu anapaswa yeye aitishe mkutano wa dharura wanachama, aeleze bayana. Unaona bwana. Turudi kwenye kikosi chako ambacho umekiangalia siku ya jana. Umeangalia vizuri mechi ingawa mmefungwa, lakini kuna ubora ambao uliopo. Simba ilivyo, hata akija kocha mwanamke Yanga hawezi kutupiga. Lakini kwa udhaifu wa Simba, ina maana aliyeipindua Simba ni Simba Day baada ya mwenyekiti kueleza mapupu ambayo wananchi hawajui. Huwezi kusema unafanya Simba inaendeshwa na watu watatu. No. Simba imechaguliwa na wanachama zaidi ya 1000 ngapi? Simba iendeshwa na watu watatu. Haiendeshwi, mwenyekiti yule hajajichagua, yeye ndio amejichagua. Bodi huwa inachaguliwa na mkutano gani? Bodi haipo kwenye katiba. Bodi haipo. Kinachotakiwa mwenyekiti kama alivyosema huyu bwana, anyoshe ukweli, aitishe mkutano, aambie jamani, sisi tusitafute tunapoangukia, tutafute kwenye kisiki kinachopamia ni wapi? Asante. Mwa tueleza kila siku analia na hasara. Atuonyeshe toka tumeanza kuvaa majezi yake haya. Ni hela ngapi kaingizia Simba? Na hiyo hela anaingiza kwenye akaunti ya nani? Wachezaji kila siku wabovu ni kwa sababu gani? Yanga wanafanya vitu vilivyonyoka kwa sababu nini? Mwenyekiti au rais wao amenyoka, hajawahi kuingiliwa na nani? Na GSM. Sasa kwa nini kila siku anatuchagulia mara tuletee Mangungu nani, mara tuletee Magoli, mara tuletee siji nani yule? Again. Kwa nini? Klabu ile ina mwenyewe ambaye ni Mangungu. Mangungu atoke ukweli, aeleze, tumsaidie wanachama. Yeye kuwekwa na bodi. Hapo hata siku ile ya Simba Day watu walikuwa wanategemea atatoa kauli pale, lakini pia hakuongea chochote. Hakupewa nafasi. Ila sasa kama mwenyekiti mwenye dhamana hiyo taasisi au hiyo klabu, alipaswa hata siku ya pili yake, sawa, alipaswa azungumze. Simandulia, kwa sababu ili wanachama wake wajue kwamba mwenyekiti wao sio toi. Lakini kitendo cha yeye kukaa kimya mpaka leo hii, unajua kimya una option mbili. Kuna kimya wa heri na kuna ukimya wa sala. Yeye asiseme kwamba, mfano mimi nasema hivi, yeye asizile klabu yake. Ni kama mtoto akikosea unakimbia nyumba. Mtoto akikosea ni kuangalia mtoto huyu kaharibika kwa kupitia mama, kupitia kaka zake. Unarekebisha kama mzazi. Mimi nachosema hivi, ili Simba inyoke. Sisi ili hii ngao ya hisani haitusumbui. Tunachozungumza hivi, mimi maono yangu nimeangalia ile timu. Ile timu ni nzuri. Lakini udhaifu ambaye uko ndani ya mvutano, Simba hata akija bweha atatufunga. Hata akija bweha kabisa. Yaani sio bweha tu, maana yake amaanisha yaani hata tumchukue Lionel Messi, tumchukue Cristiano Ronaldo, tuwaweke hapo Simbazi hapo, sawa. Tumchukue Haaland, Yanga atatufunga mpaka maji. Kwa nini siri za Simba mkifanya kikao hapa sekunde 5 Yanga wameshajua? Alikama shajua tayari. Unaambia kitu gani bwana? Miaka yote. Leo mganga mnakwenda nyie, mnakuta Alikama kishafika. Simba ilikuwa na siri bwana. Labda kweli hata wakumbushe mpaka 93 kati. Haiwezekani mchezaji wa Simba tumekaa tunajadili siri kabla sisi hatujasambaa, Yanga wameshamjua. Tumekaa
tumemtangaza mchezaji sawa. Kwa hiyo mimi nasema hivi, kinachotuua Simba ni ule kutokuwa na umoja. Tunataka tumpe mwenyekiti wetu aite mkutano, atuambie wanachama tumsaidie, asingojee bodi. Bodi tutazama mpaka Yanga atachukua ubingwa. Mimi nakuhakikisha tusipokuwa na umoja hata miaka 10 ijayo. Asante. Shukrani sana. Nimemaliza.